sana ningependa nizungumzie kutembea katika unyenyekevu. Praise the Lord. Amen. Walking in humility. Bwana Yesu atukuzwe sana. Unajua watu wengine wao wanadhani ya kwamba kutembea katika unyenyekevu ni kutembea kama umenyamaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine pia wao wanadhani ya kwamba kutembea katika unyenyekevu ni kutembea bila kuangalia kando kando. Haleluya. Lakini asubuhi ya leo ninataka nikufundishe jinsi Mkristo anaweza tembea katika unyenyekevu, na ni kwa manufaa gani inaweza kuwa katika safari yako ya wokovu wakati unatembea katika unyenyekevu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutembea katika unyenyekevu, wacha nikuonyeshe katika maandiko, na yeyote ambaye atapata akanisomee Wafilipi 2 Philippians chapter number 2 verse 3 to 4. Wafilipi 2 mstari wake mdogo ni wa 3 hadi mstari wake wa 4. Biblia inasema hivi. Maandiko inasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, Bali kwa unyenyekevu, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. na kila mtu amhesabu mwenziwe ni bora kama jinsi nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtu anaweza kuambia wewe ni bure, lakini ninachukua ama nina uhakika ya kwamba hakuna mtu anakubali yeye ni bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo maandiko imesema kwamba na kila mtu amhesabu mwenziwe kukuwa jinsi anavyohesabu nafsi yake. Lakini pia imesema kwamba tusifanye jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo ninataka zaidi, kwa sababu hapo ndio msingi wa somo langu asubuhi ya leo. Amen. Anayesoma atakuwa ananisaidia in both versions, in English and in Swahili. Sitachukua muda mrefu, nitakuwa tu ninamalizia. Ya kwamba let nothing be done through strife of vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Amen. Ya kwamba msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Praise the Lord. Watu wengi katika maisha ya leo huwa wanafanya mambo kwa kujigamba. Haleluya. Amen. Watu wengi huwa wanafanya mambo kwa onekane. Praise the Lord. Watu wengi huwa wanafanya mambo ili wasijue. Praise the Lord. Na iwapo atafanya uweze kumtambua mchungaji, hatafanya. Haleluya. Lakini maandiko imetuambia kwamba na tusifanye jambo lolote. Anaeleza wapi jambo lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Praise the Lord. Amen. Usikuje kutupangia asubuhi kanisa ndio tupate baada ya kuja wakati wa kuja hoja sasa ndio unaanza kusema kwamba
kuna siku mtakaa chini. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema na tusifanye jambo lolote kwa kujigamba ama kwa kujivuna. Praise the Lord. Sasa mtu angalie pale yake. Hapo kuna kitu umeaminiwa na wewe unafanya kwa kujivuna. Wachana. Amen. Amen. Wacha. Kwa sababu maandiko yanasema na tusifanye jambo lolote kwa kujivuna. Mstari wa maandiko yanasema na kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu anaangalia mambo ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama tuna wachungaji na wamama au watu wengine, simama. Simama. Hii ndio dereva. Nikisema simama unasimama. Nikikukosea naomba msimame. Simama. Nataka uangalie nguo yako hapa juu. Hapa. Ambia jirani yako kuangalie kama iko na vumbi. Iko na vumbi. Umepata ikiwa safi na ukakaa. Bwana Yesu asifiwe. Umepata ikiwa safi na mkakaa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema na kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali angalie ya nani? Ya wengine. Unajua ni nani alipanguza hiyo kiti? Unajua? Jumeni kushua siku kwamba kuna hata kitu amekuja akapanguza. Okay, hii haitangaliwa. Mama Abi nilikuwa na familia hii kama iko hapo. Hii haitangaliwa, usiseme tulikuwa amekalia. Iko nani? Haina. Hata simwamini nani. Lakini maandiko imeniambia ya kwamba na kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali angalie ya wenzake. Lakini katika uhalisia ama katika maisha ya kila siku, mtu anasemanga yangu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye anahusika labda amepanguza yake peke yake, wewe kuja umeko vuvu. Lakini aliona hapana, sitaangalia pande yangu mimi peke yangu. I'm gonna extend that humility. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikiwaambia ni nani? Wakati tunatembea katika unyenyekevu, kuna ushauri ambao tunapata. Praise the Lord. Wakati mtu anatembea katika unyenyekevu, kuna mambo ambayo yanaanza kufanyika katika maisha yake. Wakati tunaanza kutembea katika unyenyekevu, kuna mambo Mungu anaondoa laini yetu. Sijui kama mnanipata. Lakini ni wapo tu utaanza kutembea katika unyenyekevu. Na nimesema kutembea katika unyenyekevu mama Abi si kutembea kama umenyamaza. Kuna watu wananyamazana walimu, lakini ukimkuza akaanza kwa second. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio kutembea katika unyenyekevu. Amen. So, we have the advantages that come as a result of walking in humility. Kuna usuri ambao inatokana na wakati mtu anatembea katika unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na nitaenda kwa wepesi ni kuonyesha tu zile sifa ama uzuri ambao unatokana na kutembea katika unyenyekevu. Jambo la kwanza, kutembea katika unyenyekevu huwa inadhalilisha kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Whenever you walk in humility, it results
utajua. Hata fura. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa na shida mwalimu atakuja kuambia mwalimu hapa mimi nilikuwa ninawaza hivi. Lakini mwenye atembea kwa unyenyekevu akisikia, utaisikia kwa damani sasa na sasa hivi ndio atasema fanyika tu sana. Sasa kwa damani nani alilipa hiyo fee? Bwana Yesu asifiwe. But whenever you walk in humility, it will result into growth of spirituality. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa kiroho. Na ndio isikuwa mambo yangu. Si tusome maandiko. Humility is essential for spiritual development because it creates a receptive environment for God's grace. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote ambaye anatembea katika unyenyekevu huwa inaandaa mazingira mazuri ya neema ya Bwana kuanza kutembea mahali pale. Na mtu yeyote ambaye anatembea katika unyenyekevu utagundua ya kwamba Mungu anamuongoza. Kabla afanye jambo lolote, anajua hili ni zuri, hili ni baya. Anajua hili litaleta shida, hili litaleta uhusiano mzuri. Bwana Yesu atukuzwe. It allows individuals to learn from others' mistakes and admit their mistakes and grow in their faith. Mtu yeyote ambaye anatembea katika unyenyekevu utagundua ya kwamba anajifunza kutoka kwa makosa ya wengine, anakubali kwa makosa yake, alafu anaendelea kukua kwa sababu Mungu anafanya nini? Anamuongoza. Na mtu kama huyo utagundua ya kwamba pia imani yake inakuwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ushuhuda mimi ninapendana kutumia mahali hapa kwa sababu nilifundisha jambo. Na wakati ninajifunza jambo kuhusiana na hiyo ushuhuda, huwa ninagundua ya kwamba inahusu tu mtu kutembea katika unyenyekevu. Bwana Yesu haleluya. Chungaji ama mwalimu, wakati tulipata ripoti ya kutoka pande ile kwa penye tulikuwa kwa bridge, ilikuwa wakati gani? Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa wakati tumetoka sherehe za Krismasi, wenye wamesafiri, wenye wamekwama nyumbani wamekwama. Bwana Yesu atukuzwe. Na hiyo wiki ambayo inafuata, wenye ni wazazi wanafaa kurejesha wanao shuleni. Alafu ripoti inakuja ya kwamba sasa ile wakati ambao mmekuwa hapa wacha itoshe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu ambaye anatembea katika unyenyekevu na Mungu anamsaidia kukua kiroho na imani yake pia kuendelea kukua, kuna ripoti mtumaji ulikuwa unapatana nazo. Sio yetu na mtu bwana tu. Ruhusu tu, haisi kataa. Lakini sometimes huwa tunasema hivyo, not knowing what God is planning ahead of us. Mimi nimeshauri mtumaji kama ungekubaliana na hiyo na wewe uongeleshe huyo mtu. Labda ingekuwa wazi. Bwana Yesu asifiwe. But because you are walking in a humility and God kila wakati anakuinua na imani yako ni kuu, you say no. Wacha tukubaliane na hiyo hali na Mungu wako na mipango mizuri. And I remember the last case ambayo tulikuwa nayo, we were talking about what? Kesi yenye tulikuwa nayo kabla hiyo ripoti kuja tukiwa huko. The year of sign. The year of sign. Sasa watu wanapita kwa watu hapo kwa ibada, wanasema Baba nikumbuke ndoa, kazi, Baba nikumbuka wandugu zangu, kumbuka jamii. Na Mungu akaamua bwana,
Najua kwa wanajeshi tukipaka laini hivi, mwenye anakuwa mbele, anakuwa nyuma. Then wakati wanasema about time, mwenye alikuwa nyuma anarudi mbele. Sasa Mungu akasema about time. Ninaanza na hiyo mwisho yenye mnakaa ni kama mgusi. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza na hiyo ishara ya utume. And here we are grateful that tunajigamba ni Mungu ametuwezesha. Amen. Amen. So whenever somebody walks in humility, his level of spiritual or his level of spirituality grows. Bwana Yesu atukuzwe. May somebody read with me the book of 1 Timothy 4:15. Na mwingine alisomea 2 Peter 3:18. Petero wa pili 3:18. Mwingine alisomea Timotheo wa kwanza 4:15. Timotheo wa kwanza 4:15. Yes. Inasema hivi. Inasema uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Yatafakari katika hayo. Rudia. Uyatafakari hayo. Yes. Ukae katika hayo. Ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Amen. Tunazungumzia kutembea katika nini? Unyenyekevu. Na maandiko yanasema tutafakari katika hiyo unyenyekevu. Haleluya. Ili kuendelea kwako kuwe dhahiri. Praise the Lord. Ukae katika hiyo unyenyekevu. You know, kwa mtu ambaye anatembea katika unyenyekevu, you will just see. Wakati anaongeleshwa, najua kuna watu wanaweza ongelesha mwalimu hata kabla umalizi ashakuokota juu kwa juu. Yesu asifiwe. Hapo umalize. Na kuna zile statements ambazo ukiambia mtu zinakaa ni kama unamkosea. Then pale mwisho ndio venye utasali itaizikae vizuri. Lakini sasa juu umeanza. Hakuna. Wanaambia kama nani? But for a person who is walking in humility, you will always give an ear. Usikize. Na yale maamuzi ambayo unafanya ni ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. For everyone that is walking in humility. Na tumesema wakati unatembea katika unyenyekevu, unakuwa katika imani, unakuwa kiroho. Atuelekeni namba 2. Whenever somebody walks in humility, he gains God's favor. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati mtu anatembea katika unyenyekevu, huwa anajitwalia kibali kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So inamaanisha pia ni kifunguo cha kupata kibali kutoka kwa Mungu. Na watu wengi ambao walitembea katika unyenyekevu katika maandiko, utapata ya kwamba walipata favor kutoka kwa Mungu. The Bible teaches that God opposes the proud but gives grace to the humble. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yuko kinyume na wanaojiinua, lakini anapendezwa na wale ambao wananyenyekea. Bwana Yesu atukuzwe. Waendelea kujiinua, lakini ninakwambia asubuhi ya leo, God opposes those that lift themselves, and he is proud with those that humble themselves. Unajua kuna watu wanafikiria kunyenyekea ni ujinga. Ati kunyenyekea you are in fear, ati hauna nguvu. Ati kunyenyekea wewe ni bure. But being humble inatengeneza mazingira mazuri ya wewe kutembea na Mungu.
Bwana Yesu ainuliwe. Si mtu alisomee. Unity is a key attracting God's blessing and experiencing His favor in life. Ya kwamba unyenyekevu ni kifunguo cha kibali kutoka kwa Mungu. Haleluya. Na pia ni chanzo cha baraka zake. Amen. Watu wengi wanashangaa, sasa huyu Mungu atatenda nini? Lakini ukijaribu kutathmini jinsi anatembea na jinsi anafanya mambo yake, you will realize there is no humility ndani ya huyo mtu. Hakuna kunyenyekea. Unajua, na hii ni ruhusu nitumie hii katika ndoa zetu. Sababu kuna mchungaji ashawahi kuwa hapa akasema, ilifika mahali mama akawa ni kama anamdhalilisha. Na kama mwanaume akasema, wacha nimuonyeshe mimi ni nani. Utapeleka hospitali. Sikudanganya. Wakati hiyo roho ya kusema mimi nani itaingia. Mungu atusaidie ya kwamba for us to get that favor from God, we will always humble ourselves. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia watu ambao watainuliwa kwa viwango vikubwa, ukiangalia safari yao ya maisha, you will realize ya kwamba ni watu ambao kila wakati huwa wanaprotect. Haijalishi anamiliki nini, lakini you will realize ya kwamba every time he is just humble. Bwana Yesu asifiwe. So, for you to be lifted by God, you must Bwana kutumia kwa viwango vikubwa. Just humble yourself every time. Isikuwa ni msimu ati Januari mpaka, unajua mchungaji, kuna watu hali ndio zinafanyana wananyenyekea. Hali wacha mtu wa kazi. Wale wanasema vitu tupake. Wewe bwana, usiende kabla tubebe vyombo. Hali wacha andikwe. Wako hapa. Kama nadanganya hapa. Na tunaona wengi. Wacha andikwe. Wewe watu wanakeshanga hapa on their own. Hata mchungaji ajui. Tunakuja na Biblia, Mungu hapa paka nikumbuke kazi ndo. Wakapata. Mungu ana mambo mengi. Wakapata. Sasa waje ile kesha ya bora mjamba hivi. Sasa Sunday yeye mama. Sunday sasa ni kama ni hayuko. Mungu atusaidie kwamba tutakuwa watu wa kupondeka. Atuinue tutakuwa watu wa kupondeka. Atuwezeshe tutakuwa watu wa kupondeka. Maana ukiimba disco wewe kwa mtu wa kupondeka. Unajua? Kuna mahali unaenda na hii tumeona. Unaenda mahali kuhudumu. Then mimi naanza inakauka. Then makiwa unakuja hapo inaanza tu kuflow. Wacha tupatane baada ya ibada. Ule anafanya na mshindi. Asingemsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Simuliona afya tunasema kipo. Simuliona mshindi. Alikapanda. Kama sikumsaidia, hii ibada hata sijui ingekuwa na maana. Ndugu yangu, dada yangu, kila wakati kuwa mtu mfahamu. Wakati unapokuwa kunyenyekea, Mungu atapenda kuinua kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanakosa kuinuliwa just because wakifanya kitu wanadhani ya kwamba ni Mungu. Wanachukua nafasi ya Mungu, wanasema ni sisi. That is the beginning of your downfall. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unachukua nafasi ya Mungu useme ni wewe usimama kwa ile tendo. That is the beginning of your downfall. Sikupiti. Na
in humility, it brings the good relationship with God. Wakati unatembea katika unyenyekevu, inaleta uhusiano mzuri na Mungu. Unajua kuna watu wanakuja kanisa, wanaanza kuambia Mungu ninakushukuru. Okay, ni vizuri kushukuru kwa yale ametenda. But above all, never forget ya kwamba we are serving him because he is God. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati unasema ya kwamba amenitendea hili, amenipa ndoa, amenipa kazi, ni kumaanisha kwamba wakati amekosa kutenda, utakosa sababu ya kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati atakupa amani ya ndoa, siku ya utachungwa, utakosa sababu ya kumwabudu. Lakini every time as we worship, as we come for the Lord, tukujua ya kwamba we are serving him because he is God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nimesema ya kwamba wakati unatembea katika unyenyekevu, inasababisha uhusiano wako na Mungu kuwa mzuri. And we learn from this man in the Bible by the name David. Bwana Yesu asifiwe. David unajua mtu kuna kipindi alikuwa na asi ama anafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. But whenever he realized ya kwamba hii nayo itampendeza Mungu, hata ungeamini kama ni mfano, haungeamini. Lakini kuna watu, kuna mtu ashawahi kukosea, namwambia yeye sasa ni hapa bwana, njanifanya kwa. Lakini sasa yeye anakusukuma nikana kwamba wewe umemkosea. Hawa Kristo wa leo ni kwamba wao wamefanya vibaya, lakini sasa wewe hata unataka kukuswa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo inachangia kwa sababu inaharibu uhusiano wako na Mungu. Praise the Lord. Whenever we walk in humility, we bring good relationship between you and God. So ni siri. Watu mtu wa kunyenyekea, just be humble. Inamaanisha unatengeneza mazingira mazuri ya wewe na Mungu. Na wakati uko na mazingira mazuri na uhusiano mzuri kati yako na Mungu, sasa ni sababu gani asikufanyie? Ni sababu gani asikupatie? Labda kama ameamua wacha kupitisha kwa hiyo mtihani, lakini hata ndio saka after atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. John 15:4, James 4:8. Humility fosters a deeper connection with God by recognizing his authority and acknowledging one's dependence on him. It allows individuals to seek God's wisdom, guidance, and strength rather than relying on their own abilities. Wakati unatembea katika unyenyekevu, kila wakati utakuwa unajua ninahitaji kujenga. Na Biblia inasema ya kwamba wakati wajenzi wanachenga pasipo na Mungu wanafanya kazi bure. Wakati walinzi wanalinda bila Mungu ama Mungu asipolinda wanafanya kazi bure. So kila wakati utakuwa unajua ya kwamba for this to be successful ninahitaji kumhusisha Mungu. Ukiona mtu ana kazi is earning very well, lakini kuna project hata moja akianza ishani. Bwana Yesu asifiwe. Kama unakaa chini unauliza roho jamaa anafanyaga nini pesa yake? Sababu yani like nilikuwa na story nyingine, tuko na mtu alikuwa ana 30 million per month. 30 per month. Sasa ni kama anashika 30 hata 6000 30 per month. Sasa ni kama anashika. And then ukiangalia historia ya huyu jamaa, omanda mkeka baina Dubai. Narudi. Alafu akanunua nyumba, anaishi nyumba ya kukodesha, lakini ile yenye kwamba ni kiboma kiangu tu wewe, lakini unalipa nini? Unalipa rent. Sikia rent kama 15 per month. Like inaenda Dubai. Then baada ya asubuhi ana fly private jet hapo Kenya anaingia kazi. So ni kumaanisha kwamba kiposta
must involve God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. John kipata unasoma 2:15. Nasema hivi. Yes. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Yes. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Rudia hapo kwa tawi. Nasema hivi. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa, kama vile tawi lisipoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu. God. That is the best example ever. Kama ili tawi na kwamba limenyenyekea tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba limetulia tu hapo kwa mzabibu. Ya kwamba linajua ya kwamba na siwezi fanya kitu bila kukuwa na uhusiano mzuri ama kuunganika na huu mti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile katika maisha yetu ya kila siku, wakati unakosa kunyenyekea kwake Mungu, basi uhusiano wako na Mungu unaharibika. Na inamaanisha kuzaa kwako itakuwa mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. James 4:18. Yakobo 4:18. Nasema hivi. Katika kitabu cha Yakobo 1:18. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Amen. That scripture is also supporting ya kwamba yeye mwenyewe akaona ni pema ndiposa tufanyike wake, akaona ni pema ahusike. Praise the Lord. Watu wengi wamekosa kutambua kwamba ni Mungu amehusika. For this far it is God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa amani uliyo nayo ni Mungu, kwa kazi uliyo nayo ni Mungu. But many people wanasema masomo yangu imenibeba, kizungu yangu imenibeba. Amen. Amen. Lakini kuposa hayo mambo yafanye kazi, you must involve God. Another advantage ambayo inatokana na kutembea katika unyenyekevu ni kwamba you will be willing to serve others. Utakuwa na ari na tamanio ya kuwahudumia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi wamekosa kuhudumia wengine because they are not walking in humility. Wanaona ni mjinga, wanaona ni wastage of time. But I'm here to tell you ya kwamba whenever you walk in humility, it will result into kukuwezesha kuserve watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo humility leads to a desire to serve others and prioritize their needs. It is a foundation for compassion, kindness, and selfless attitude. Wakati unatembea katika unyenyekevu, utakuwa na desire ya kutaka kuhudumia wengine. Na wakati unakuwa na tamanio ya kuhudumia wengine, hiyo ndio chanzo cha ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio chanzo cha kuepuka uchoyo. Kuna watu ni wachoyo. Asitazame mchungaji alikuwa anatupea mfano fulani ya kuchuna mandazi ndani ya mfuko. Na I remember nikiwa high school, kuna yule ndugu ambaye kwa hiyo muda yenye tulikaa na huyo ndugu kwa hiyo shule, kama nilikuwa escort labda ni mara moja, simudhihaki, lakini hiyo ni ukweli. Lakini kwenye huyo ndugu alikuwa anafanya, amekuja kwa mtu mwenye amenunua mandazi, then akatupa karatasi, then achukua hiyo karatasi alafu aende sasa pange laini ya chai. Chapewa chai. Hii labda mbona anatoa pesa hizo? Hii mbona anatoa pesa hizo? Sio. Akishapewa
chai sasa na kuna hii karatasi ya madai. Hii. Niendelee. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndugu alikuwa na nafasi yake tu kwa kona fulani. Hakuwa na mambo kuisko. Kile alikuwa tayari kukisha tunao kisha maliza ukupa na ngota naenda kunywa chai na kunywa. Sasa yeye kazi yake tu anakunywa chai. Ananusa mandazi, ikaratasi ya mandazi, kunywa chai. Chai kishaisha, anachukua karatasi na kupeleka kwa dustbin, anarudi class. Na wewe jamaa alikuwa choka. Imati yale nyamali yake mwalimu wake anakutandikia. Sasa inabidi mwalimu aangushe tu maksudi ndio asione ni kama hakufanya kazi. Angushe tu maksudi baada ya mwambie hii formula hii. Bwana Yesu asifiwe. You will be able to serve others. Hiyo wakati unajua sasa. Hizo pia ilikuwa limited. Ungemnunulia kila siku. Na wakati mmoja kumwambia anambia bro anachukua mo. Ile pia wewe si ati uko sawa sana. So whenever you walk in humility, you will be able to, and you will have the desire to serve others. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Then hiyo tunapata katika Philippians 2:3-8, then Galatians 13:14, then pia Mark 10:45. Bakisha vile, then I will be winding up. And then number 5, when you walk in humility, you will exemplify Jesus. Wakati unatembea katika unyenyekevu, utaanza kuiga mfano wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jesus is the best example. He was very humble. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye hakuchukua dhambi, but he humbled himself. Mtu ambaye ufalme ni wao, akasema Bwana, nitanyenyekea because of the human kind. Nitanyenyekea, I will humble myself so that niwaokoe wao. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tunapata katika hiyo unyenyekevu, he was able to wash his disciples' feet. Sasa mtu akuja hapa hivi atukushukuru. Unacheza nini? Bwana Yesu asifiwe. Because of being humble. Hata ingawa alichua, ili akamkataa, hata ingawa alichua chuda lakini bado anakuja na waosha. He was very humble. Yaani kuna watu hapa. Wengine Pastor Victoria akasema mzee anarudi. Patana na socks hapa. Unajua tu ndio mzee hapa. Au unauliza, hii harufu sijaiacha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bado kwa sababu is walking in humility. You are bad. Sababu wako wamechoka. You put it where it deserves to be. So you will exemplify Jesus. Jesus' life exemplifies humility. And he humbled himself even to the point of death to serve others and fulfill God's will. His examples demonstrate that true greatness lies in the serving and humility. Ya kwamba kufanikiwa kuliko kukuu, huko kumejificha ndani ya kukua mnyenyekevu na kuhudumia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo kuna siri kubwa katika maisha ya Mkristo. You will read in the book of 1 Peter 2:21, 25, Matthew 16:24. Na labda nisome tu hiyo Matthew 16:24, where the Bible says, and whoever wants to follow me, these are the requirements. Matthew 16:24. Andiko nasema wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na anifuate. Praise the Lord. For you to exemplify Jesus, these are the conditions. To deny yourself, take up your cross,
and follow Jesus. Sasa hiyo ninakwenda kalia wanaume. Watu. Na nyinyi wadada sisi tunawaacha. Hiyo inakuwa imekalia wa Kristo. Hapo kwa kujikana. Ndio pepe hiyo msalaba. Na katika maandiko kuna mtu akasema niruhusu tu niende niwaage. Sasa hiyo ninakuwa wimbo ya Wakristo. Niruhusu tu nifanye hii, alafu nikufuate. Na Yesu asifiwe. Lakini for a person who is walking in humility, you will be ready to deny yourself. Take up your cross and follow Jesus. Lastly, whenever you walk in humility, itasababisha. When a person is walking in humility, it will help you to avoid pride. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaona pride imeanza. Unataka kusema amen. Inaanza hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Pride inaanza hivyo. Sasa jamaa anatukesha. Bwana Yesu asifiwe. Kama nimewakosea mnisamehe. Pride inaanza hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Pride inaanza hivyo. Na is presented in the Bible as a destructive force that can lead to falling and separation from God. Ya kwamba kiburi ndio nguvu ambayo inaweza kukusukuma kukuondoa kwa uhusiano wako na Mungu. You are just working with God well, kama anakuelevate day by day. Wakati ulifika kiwango fulani, kaanza sasa, not my class, not my type. Unaweza ziviyo. Kama uko hapa na unaitaka mtu my type, not my type, not my class. That is the beginning of the devil. Unaweza ziviyo. Hiyo chanzo cha uanguko wako. Maana inasema kwamba na wenye viburi huwa anawashusha. Na usitake kuona mshusho ambao Mungu anaachilia kwa mtu mwenye kiburi. That one is written in the book of James 4:6, Proverbs 3:34, then 1 Peter 5:5. Then finally, exaltation, point number 7. Exaltation means kuinuliwa. Amen? Amen. The Bible teaches that those who humble themselves will be exalted by God. This exemplifies that the true greatness comes from seeking God's glory and purifying others and putting others first. Ndiposa uinuliwe, maandiko yanasema kwamba lazima priority ikuwe ni wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku huko nyumbani tukiomba, ndio ilikuwa pesa yangu ya kwanza kukula ya kampeni mwinjilisti. Tena una ndugu akapewa pesa fulani, akaambia gawia wenzako. Wakati alipewa, akasema sasa hiyo opportunity itakuja kila siku. Akatoa kwanza share yake, kaweka pande hii. Then akabeba hivi. Kaanza simeona hivi, watu wewe. Karusha tu. Sasa mwenye nguvu yake muokoe. Yesu asifiwe. Amen. Sasa hii haipo shida. Kuna watu nasikianga mpaka hata mabati iko na macho na iko na masikio. Kuna watu waliona ile kitendo, hawakupona na hiyo imerushwa juu. Walijua hiyo imerushwa juu, hata unaweza kujiko, unaweza kutolewa macho. Hii tu ile ameweka mfuko hivi, wakafuata. Jamani, patikana kwa uchi. Walichukua pesa, simu, pesa yake kwanza yenye alikuwa na wakararua nguo. Lakini kama angesema ya kwamba tukue tuna utaratibu mzuri, tuko ngapi? 20. Tuko na pesa ngapi? 10,000. Na kawana pesa ngapi ngapi? Watu wawili washikana. Rahisi tu. Yesu asifiwe. Hii atachukua kaeka huko bwana. Inamaanisha nini? Prioritize others. Yesu asifiwe. Kama angefanya hivyo hiyo utaratibu, labda kuna kacheti kama kangebaki. Kuna mtu angechoka kungoja. Bwana Yesu asifiwe.
That one you read in the book of Matthew 23:12 and then Luke 14:11. Allow me to finalize na leo hii tunapoingia katika maombi mchana wa leo. Ombea Mungu sana akuepushe na kiburi. Omba Mungu sana akusaidie ya kwamba utafuata mfano wa Yesu. Omba Mungu sana wakati utainuliwa hautaidhihaki wengine. Omba Mungu sana ya kwamba utapata kwa kutembea katika unyenyekevu utapata kibali kutoka kwa Bwana. Na wakati unatembea katika kibali utainuliwa katika imani yako, utainuliwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Let's just be on our feet as we want to enter into intercessory and